Ombe Mungu sasa. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru sana kwa upendo wako na neema yako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya upendo uliotupatia. Tunapoanza kipindi hiki, naomba uwe na kila mmoja wetu, tupatie baraka na neema yako, ukapate kutubariki na kutuelekeza katika neno lako. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Katika siku hii ya leo tuna somo lenye kichwa kinachosema unapopitia wakati mgumu maishani. Unapopitia wakati mgumu maishani. Kila mmoja ana mambo ambayo katika maisha yake huenda anayapitia. Ni ukweli ambao hauwezi kupingika. Na changamoto ambazo mtu anazipitia pia haziwezi kufanana. Zinatofautiana kutoka mtu hadi mtu. Kwa kile ambacho wewe unakipitia hakiwezi kuwa sawa na kile ambacho mimi nakipitia. Kila mmoja anapitia uzoefu tofauti. Ukweli uko hivi: hakuna mtu anayeweza kuelewa uzito wa kile unachokipitia isipokuwa wewe na Mungu peke yake. Kwa sababu kila mmoja anatafsiri mambo kulingana na mtazamo wake. Na wakati mwingine katika magumu au mambo ambayo tunayapitia, yani tunajisikia wakati mwingine hatuna uhuru wa kumsimulia mtu. Kwa nini? Kwa sababu unapomsimulia mtu mwingine anaweza kukuelewa vibaya. Na ugumu huu unaweza ukaupitia na uchungu wake. Wakati huo huo kisaikolojia inatakiwa uweze kutoa kile kitu ambacho kinausumbua moyo wako ili uweze kupata nafuu. Mlundikano wa mambo magumu katika mioyo yetu unasababisha madhara kama vile kushuka kwa kinga mwilini, magonjwa ya moyo, wakati mwingine magonjwa hayo ya presha ambayo ni ya moyo kwa jamii zake. Lakini pia inaweza ikasababisha mtu kubadilika tabia au mood. Anaweza kuwa ni mtu mwenye hasira, na wakati mwingine inapelekea kukosa usingizi, na wakati mwingine pia inaweza ikaongezeka hadi kusababisha mtu kujiletea madhara mwenyewe kama kujiua, na magonjwa mengine ya akili kwa ujumla wake. Lakini mtu ambaye anamjua Mungu anapopitia magumu anatakiwa aweje, au unatakiwa ufanye nini ili uweze kutoka katika hayo magumu ambayo unayapitia? Hiki ndicho ambacho natamani siku ya leo tuweze kukiangalia, maana Mungu ametupatia majibu ya kila jambo au changamoto ambayo tunaipitia. Unapopitia wakati mgumu maishani ufanyeje? Kwa wale ambao wamekuwa kufuatilia sana vipindi hivi tangu hapo mwanzo, nipende kuwakumbusha hili, na wale ambao pia ni wapya, hakuna kitu chochote ambacho unakipitia ambacho ni kigeni mbele za Mungu. Mungu tunayemtumikia anajua mwisho tangu mwanzo, anajua yote. Unapokuta au unapokutana na Mungu ambaye hajui yote, huyo siye Mungu wa kuabudiwa. Mungu aliyetuumba sisi anajua kila kitu, anajua mwisho tangu mwanzo. Lakini pia huyu Mungu ambaye tunamtumikia ametupatia majibu ya matatizo yote ambayo yangetokea katika maisha yetu. Dhambi ilipoingia duniani ilisababisha matatizo, ikaleta magonjwa, ikaleta kula kwa jasho, ikaleta miiba na michongoma, ambayo ni kwa jumla ya miiba na michongoma ni lugha ya fumbo lakini yenye maana nyingi ndani yake. Na ukitazama vizuri Biblia, wakati Adamu amekosea na Mungu akataja habari ya miiba na michongoma itakuotea, lakini anasema utakula mboga za kondeni. Ni kana kwamba Mungu anasema matatizo yameletwa na shida na kukiuka taratibu na kukiuka amri, lakini Mungu anampa majibu pale pale kwamba utakula mboga za kondeni. Baadhi wanafikiri mboga za kondeni imetajwa kama chakula, lakini ni tiba. Yaani Mungu anatoa majibu ya kwamba pamoja na miiba na michongoma itakuotea, lakini bado nimekuandalia suluhisho. Nimekuandalia mboga za kondeni. Nimekuandalia kitu ambacho kitatatua mgogoro ulio nao. Tangu mwanzo Mungu anayo majibu. Lakini cha ajabu ni hiki pia, majibu karibia yote yamewekwa ndani yetu wenyewe. Ni namna ambavyo tu wewe unaweza ukapenya ndani ya moyo wako, akili yako ikaingia moyoni ili uweze kuyajua majibu ya matatizo yanayokuzunguka. Huu unaweza ukawa ni msamiati mgumu kwako, lakini nakupa homework, kazi ya nyumbani. Nenda ukasome kitabu cha Danieli sura ile ya 2, wakati mfalme ameota ndoto ya sanamu kubwa ambayo aliiona.
na akawaita waganga, akawaita wasihiri, akawaita watu wa kila namna ili waweze kumpatia majibu. Kwanza ndoto, ameota ndoto gani? Maana ameisahau, lakini pia ina maana gani? Wakati waganga waliposhindwa na wengine wote, akaitwa Daniel. Danieli anapomwelezea mfalme habari ya ndoto yake, kuna statement ameitaja pale, anasema akili yako iliingia moyoni mwako. Usikimbie sana ukadhani umeelewa. Akili yako iliingia moyoni mwako, ukayaona au ukaonyeshwa mambo ambayo yatatokea hapo baadaye. Mungu ametupatia majibu ya kila tunachokipitia, lakini ni habari nyingine akili yako kuweza kuingia moyoni ili iweze kutoka na majibu. Tuache hiyo, hebu tuende kidogo tuangalie kitabu cha Zaburi sura ya 23. Sura 23 fungu la kwanza, na nitasoma mpaka fungu la pili. Na siku ya leo nitatumia zaidi Kiswahili cha kisasa, kwa sababu kuna namna ambavyo Kiswahili cha kisasa kimeweka vizuri maneno haya. Wale ambao wanatumia wanatumia ile Biblia ya zamani, Zaburi ya 23 ina mafungu ambayo tumeyazoea, hata nadhani wengine tumeshaanza kuyakariri. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tumezoea, lakini leo nataka uiangalie katika sura nyingine ya Kiswahili cha kisasa. Kwa wale ambao mnatumia lugha ya Kiingereza, utaangalia kwenye Good News, utaona kile ambacho kimewekwa pale katika andiko hili. Hebu sikiliza. Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu. Hilo ndilo fungu la kuanzia hapo. Anaposema Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, neno tu hilo moja, Mwenyezi Mungu, kiukweli tunaposema Mungu ni mchungaji wangu au Bwana ni mchungaji wangu, lakini linapotumika neno Mwenyezi Mungu lina uzito kuliko mtu aliyetumia neno moja Mungu au Bwana. Neno Bwana ikitumika kwa herufi kubwa, mara nyingi inamaanisha Mungu muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Inapotumika kwa herufi ndogo zote au Mungu ya herufi ndogo zote, mara nyingi inamaanisha miungu wengine, maana wapo. Lakini inapotumia Mwenyezi Mungu ina uzito wake tena wa ziada, ikiwa ina maana mwenye enzi yote, mwenyezi, mwenye enzi, mwenye mamlaka, miliki wa kila kitu, mwenye uwezo wa kila kitu. Hapa ndiyo maana yake, nataka uanze kuibeba hapa sasa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Angalia neno Mwenyezi Mungu, nimekuambia limebeba maana kubwa, limebeba kisifa katika hilo jina Mwenyezi Mungu. Nimekuambia neno Mwenyezi Mungu ni mwenye enzi, ni mwenye kila kitu. Ndio maana linapelekana sana na sentensi ifuatayo, sitapungukiwa na kitu. Kama Mungu huyu ambaye tunamtaja hapa, mwenye enzi yote, ndiye mchungaji wako wewe, nini kitakupungukia wakati yeye ndiye mchungaji wako na yeye anamiliki kila kitu? Ni sawa na mtu akusimamishe barabarani, anakushutumu kwa kosa la barabarani ambalo sio la ukweli, alafu mkuu wa trafiki ni baba yako. Utajisikiaje? Daudi au mtunga Zaburi anaposema Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, ni kana kwamba anahitaji kusema nafsi yangu, mawazo yangu yanaweza kunionyesha kana kwamba nina uhitaji wa vitu, lakini katika uhalisia sina uhitaji wa vitu. Si kwa sababu vinaonekana vikiwa vingi sasa, si kwa sababu akaunti yangu ya benki ina kiwango kikubwa cha fedha, si kwa sababu nina magari mengi nabadilisha nalotaka, si kwa sababu nina nyumba nzuri na sehemu ya kulala, si kwa sababu nina ajira. Hapa naongea na mtu ambaye ana msongo kwa sababu hana ajira. Si kwa sababu nina ajira, ila ni kwa sababu huyo Mungu mmiliki wa kila kitu ndiye anayenichunga mimi. Haleluya! Kama huyu ndiye anayekuchunga, hupungukiwi na chochote. Kwa nini ujishushe hadhi kwa sababu ya watu wanaokuona kuwa duni, ili hali Mwenyezi Mungu ndiye mchungaji wako?
Unaweza ukanitazama ukasema, lakini mchungaji unayeniongelesha huelewi kile nachokipitia. Na mi nataka nikuambie, usije ukarubuniwa na unayoiona sasa ukasahau kwamba kuna future iko mbele yako, kuna mambo yako mbele, kuna mazuri yako mbele. Usije ukarubuniwa na ya sasa. Hii ndio sababu ni mara nyingi nawambia vijana, usije ukatoa jibu la kudumu kwa tatizo la muda. Kuna matatizo ya muda yanatakiwa apatiwe majibu ya muda. Majibu ya kudumu tuyasubiri kwa matatizo ya kudumu. Na wengi katika maisha wanaanguka hapa, maana kuna saa wanatoa majawabu ya muda kwenye matatizo ya kudumu. Kwa tatizo la kudumu litakapokuja, tayari jawabu lilishaisha, umeshatupa, huna silaha tena. Usiuze utu wako kwa shida za sasa, kwa sababu utauhitaji utu wako kwenye shida ya baadaye. Chunga sana hili. Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Anaelezea tena, hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu. Na katika fungu la 3 anasema, na kuirudishia nafsi yangu nguvu mpya, huniongoza katika njia sawasawa kwa hisani yake. Kuna vitu ambavyo Kiswahili cha kisasa kimeweka vizuri sana na enjoy nikivisoma, maana vinaondoa kiburi cha mtu. Fungu la 4, nijapopita katika bonde la giza kuu la kifo, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe, Mwenyezi Mungu, u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Fungu la 5, umeniandalia karamu mbele ya maadui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Haleluya! Unayenitazama, hili fungu ni kwa ajili yako wewe. Unaposikia nikilisoma hivi, limeze kama lilivyo, lichukue, lifanye kuwa sehemu ya maisha yako, lifanye kuwa lako, maana huu ujumbe ni kwa ajili yako. Hujafungua leo televisheni yako bure kufuatilia kipindi hiki. Hujaingia YouTube bure kufuatilia kipindi hiki leo. Ungeliweza kuingia na kuangalia vitu vingine. Hujaweka bando lako, kwa wale ambao tunatumia bando hasa nchi zetu za Kiafrika, hujaweka bando lako bure. Kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kwa ajili yako siku hii ya leo, ili uweze kusikia maneno haya. Mungu anakupa majibu ya changamoto ambazo umezipitia mpaka akili yako imechoka. Mungu ndiye mchungaji wangu. Nirudie tena kuisoma mfululizo tena, Kiswahili cha kisasa. Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu, na kuirudisha nafsi yangu nguvu mpya. Huniongoza katika njia sawasawa kwa hisani yake. Nijapopita katika bonde la giza kuu la kifo, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe, Mwenyezi Mungu, u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Umeniandalia karamu mbele ya maadui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Anayeongea hapa ni mtu ambaye amepitia magumu na machungu katika maisha yake. Rafiki yangu, unapopitia wakati mgumu maishani, hebu isome Zaburi ya 23. Ina maneno mazito yako ndani yake. Kila neno unalolitamka, ingekuwa nafundisha wanafunzi wa kompyuta au wanafunzi wa programming, wale wanaotengeneza program mbalimbali za hizi applications, wanajua kuna kitu kinaitwa code. Zile code, unapoichanganya code na code, inaweza ikatoa kitu fulani, inaweza ikatoa maana fulani. Herufi ambazo tunaziona kwenye calculator au kwenye kompyuta, hizi herufi zote katika kompyuta ni 01, 01, 01. Inaelekea hiyo 0 umeipangaje mpaka inaweza ikatoa herufi A, ikatoa herufi B, inaweza ikatoa herufi C au che au H, vitu kama hivyo. Vivyo hivyo maneno yetu tunayoyatamka yana kodi, yana uzito, yana matokeo, na kodi inaweza ikafungua au ikafunga kitu. Ndio sababu babu zetu wa zamani, wazee wetu wa zamani walijua hizi kodi, japo walikuwa hawajui sayansi tunavyoijua leo.
Sisi kule katika milima ya Upare, unapotamka neno baya unaambiwa tema mate chini, yaani maana yake kanusha. Maana hiyo code inaweza ku-unlock, inaweza ikafungua kitu fulani katika maisha yako. Kwa hiyo ukishaongea unaambiwa tema chini, yaani tema mate chini, ili ku-unlock hicho ambacho umejitamkia neno baya tayari. Biblia imejaa haya mambo sana. Hayo yako kwenye Biblia, ni ile tu tunaisoma Biblia kama gazeti wakati mwingine. Uzima na mauti ipo katika nguvu ya ulimi, imeandikwa tayari hiyo. Jitamkie mema, jibariki. Unapopitia magumu, acha kuendelea kuongea magumu, kwa sababu unapoongelea magumu unaleta codes za mambo magumu. Ndege wanaofanana hutembea pamoja. Usitarajie matokeo chanya katika matamshi hasi. Kwa hiyo ukitaka ubadilishe maisha yako, badilisha unavyofikiria, badilisha unavyotamka. Kwa hiyo anza kubadili. Najua unapitia magumu, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Najua unahitajiwa ukalipe ada za watoto, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu. Najua kuna madeni ambayo uliingia kwa makosa yako kabisa, lakini unatakiwa ukalipe. Bwana ndiye mchungaji wangu. Endelea kutamka ushindi, endelea kutamka Bwana ndiye mchungaji wangu. Utaona makuu ambayo Mungu anakwenda kutendea. Naomba nisome kisa cha binti moja anaitwa Sofia, nikisome moja kwa moja. Sofia aliegemea mlango wa chumba chake cha kulala na kuelekea na kuteleza hadi chini sakafuni. Nirudie tena. Sofia aliegemea mlango wa chumba chake cha kulala na kuteleza hadi chini sakafuni. Machozi alimlengalenga, na muda si mrefu alianza kulia huku akilalamika. Anawezaje kunifanyia hivyo? Ndivyo alivyokuwa anasema Sofia. Anawezaje kunifanyia hivyo? Alirudia Sofia. Sofia ndiyo punde tu amepata habari za kuvunja moyo. Mtu fulani aliyemdhani kuwa rafiki yake, mtu aliyekuwa akimheshimu na kumwamini, alikuwa akisambaza umbea dhidi yake ili kumchafua jina na kumharibia kazi aliyokuwa akifanya. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Haya ndiyo maneno ambayo aliyatamka Sofia baada ya kilio chake. Hili haliwezi kuwa, Sofia aliongeza. Aliporomoka mwenyewe au alijiropokea maneno haya yeye mwenyewe, lakini mantiki ilionekana kutoepukika. Mchungaji katika Zaburi hiyo alikuwa akimwongoza kondoo wake katika njia za haki, lakini njia hizi pia zilionekana kupinda na kuelekea katika bonde la uvuli wa mauti. Je, inawezekana kuwa hata usaliti huu mchungu kutoka kwa rafiki, bonde hili la giza, litumiwe na Mungu kumwelekeza katika njia za haki? Hili ndilo swali ambalo Sofia anajiuliza na we pia unajiuliza. Mungu ni kiongozi katika safari. Haijalishi unapitia nini, mtafute Bwana awe nawe katika njia unayoipitia. Haijalishi ni bonde linatisha kiasi gani, Bwana awe pamoja nawe. Kwenye kitabu cha Zaburi 23 fungu la kwanza, Kiswahili cha kisasa, anasema Mwenyezi Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni kitu gani ambacho kinapungua katika maisha yako? Ni kitu gani ambacho unajisikia ni pungufu kwako hivi unapotazama kipindi hiki? Hicho kitu ambacho unakiona kwamba ndio upungufu wako, hebu kitaje kwenye akili yako unaponitazama sasa. Kile ambacho unakiona ndio upungufu wako, nitazame sasa. Kile ambacho unakiona ndio upungufu wako, umepungukiwa na kitu fulani. Ni kitu gani ambacho unakiona leo kwamba ndio upungufu wako? Ni nini hicho ambacho umekitaja sasa? Bwana ndiye mchungaji wako, huna upungufu huo. Kwa nini? Sio kwa sababu tayari unacho kile unachokihitaji sasa hivi kwa macho ya kimwili, ila ni kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wako.
na tayari hicho kitu ambacho nakihitaji Bwana anacho katika ulimwengu wa kiroho, tunasubiria kiweze kuonekana katika ulimwengu wa kimwili. Mwalimu mmoja aliingia darasani akawaambia watoto, hebu choreni picha ya Mungu. Akawapa karatasi wale watoto na kalamu na nini, wote wakachora. Kila mmoja alichora picha ya Mungu kwa jinsi alivyofikiri. Na mwalimu alivyokusanya zile karatasi zote, akaanza kuziangalia zile karatasi. Kitu cha ajabu kilionekana kwa karatasi zote. Wote walichora picha wa uelewa wao, lakini kitu kimoja kilifanana kwa wote. Katika picha waliochora, wote walichora alama ya love. Hawa watoto tayari wana picha ya Mungu ambaye ni upendo. Rafiki yangu unanitazama sasa, una picha gani ya Mungu akilini mwako? Kila naposimama kuongea, kila naposimama kuhubiri, kuna hili ambalo natamani watu waondoke nalo. Waondoke na picha ya Mungu mwenye upendo, Mungu anayejali. Mtu mmoja akaniambia, mchungaji, mbona naona kana kwamba unatuwasilishia Mungu tofauti na yule ambaye tulilishwa hapo zamani? Sijui, lakini nachojua kwamba Kristo Yesu alipokuja duniani ndiye pekee aliyekuja kuifunua picha halisi ya Mungu. Wote waliopita, akina Musa, akina Eliya, akina Elisha na wengine wote manabii maarufu unaowafahamu, walikuwa na negative ya Mungu. Vijana wa sasa ambao hawajui zile picha za zamani ambao tulikuwa tunaziprinti, wakati huo ilikuwa na negative, ambao ukienda kwenye jua au kwenye mwanga ukiangalia hivi unaona ile picha ya mtu, lakini si halisi. Unapoingiza kwenye mashine, ukitoa kwenye karatasi, ndipo angalau unaiona. Wote walikuwa na picha ambayo sio halisi ya Mungu, lakini Yesu Kristo alipokuja alimfunua Baba katika uhalisia wake, katika picha halisi. Mungu ni pendo. Unaweza kusema, lakini kama Mungu ni pendo, mbona atawachoma waovu? Kasome Biblia yako vizuri. Mungu hana tageti ya kuchoma waovu. Mungu ana tageti ya kuchoma uovu. Lengo la Mungu ni kuchoma uovu, sio kuchoma waovu. Mungu anapochoma uovu, yule mtu aliyeshikilia uovu ndiye atakayeungua na uovu. Ni sawa na mtu ambaye ameshikilia chupa ya petroli, ameshikilia dumu la petroli ya lita 5, ameshikilia chupa ya petroli au kitambaa chenye petroli, na moto unakuja. Lengo ni kuchoma kitambaa chenye petroli, sio kumchoma mtu. Huyu mtu atakapoachilia kile kitambaa, atakapoachilia ile petroli, atakuwa salama, lakini akishikilia ile petroli mpaka mwisho, ataungua na petroli. Mungu ameandaa moto kwa ajili ya Shetani na malaika zake, ambao ndio waovu wenyewe. Hao ndio ambao wanamshikilia mwanadamu. Kwa hiyo Shetani anapohitaji kuchomwa pamoja na binadamu, anaingia ndani ya mtu ili wachomwe pamoja. Lakini yeyote atakayetubu dhambi zake, yeyote atakayeungama, yeyote atakayemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na damu ya Yesu ikakuosha ule uovu ukaondoka, huwezi kuungua katika jehanamu ya moto, maana tayari ule uovu utakuwa umeoshwa kwa damu ya Yesu, na wewe utakuwa huru na huingii jehanamu tena. Yesu anaweka wazi kabisa, anasema hivi, yeye anayeniamini mimi na anayemwamini aliyenituma yu na uzima wa milele, wala haingii tena mautini, bali amevuka mautini na kuingia uzimani. Yohana naye mahala fulani anaongeza, anasema sisi tumevuka kutoka mautini na tumeuingia uzimani. Kwa hiyo unapotazama hukumu ya mwisho, itazame katika jicho la upendo. Unapochukua takataka zako zote pale kwenye chumba chako, unaenda kuzichoma, lakini unapoona kuna kitu unachokipenda kimeshikamana na takataka, unajaribu kukitenganisha na takataka ili ukaiunguze takataka, lakini uweze kukiokoa kitu chako. Ndiyo sababu leo tunahubiri ili watu watubu dhambi zao, wamgeukie Mungu, wapitie mlango ambao ni Yesu Kristo, wahesabiwe haki bure, sio kwa malipo ya sadaka zao, sio kwa malipo ya fedha zao, bali neema ya Mungu inaweka huru bure, na hawawezi kuingia tena hukumuni. Mungu atusaidie sana.
wote watoto walichora picha yenye love. Ina maana hawa watoto wote walijua Mungu ni pendo. Lakini swali ni hili, je, picha hii ya Mungu ni pendo unayo wakati wote, au unakuwa nayo wakati ule mambo yakiwa mazuri tu, wakati biashara yako inakwenda vizuri, wakati mwili wako hauna magonjwa ya aina yoyote, wakati unajibiwa maombi yako, kila unachokiomba kinajibiwa? Hapo ndipo unakuwa na ile picha ya Mungu ni pendo. Hapo ndipo unakuwa na sherehe ya kushangilia. Hapo ndipo unaimba nyimbo za sifa. Lakini je, unamwona Mungu katika upendo wake hata wakati unapopitia magumu? Hilo ndilo swali. Hili swali unapojiuliza, majibu unayo wewe mwenyewe. Picha ya Mungu ni ile ile siku zote au ni ya msimu? Kwenye kitabu cha Ibrania sura ya 13 fungu la 8, Biblia inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Je, wewe unaye picha ya Mungu wakati mambo ni mazuri, lakini wakati mambo ni mabaya unakuwa na picha nyingine ya Mungu? Ninajua kuna mafungu mengi kwenye Agano la Kale anasema wakamkasirisha Mungu. Hata neno wakamkasirisha Mungu, hasira ya Mungu lazima uitafsiri katika lugha ya upendo. Tunaiona hasira ya Mungu kama vile tunavyoona hasira za wazazi wetu tuliowakosea, baba zetu tuliowakosea, waalimu tuliowakosea, mabosi tuliowakosea. Hasira ya Mungu haipo katika sura hiyo. Tafadhali sana usije ukachanganya hapa. Mungu ni upendo siku zote. Kitabu cha Malaki sura ya 3 fungu la 6 anasema kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Mungu anasema, anawaambia Waisraeli, pamoja na uovu wenu wote mliofanya, madudu yenu yote mliofanya, bado mimi sina kigeugeu, nimewabeba kwa rehema zangu. Msije mkawa na kiburi mkaona kwamba mmeendelea kuwepo kwa sababu ya uzuri wenu na matendo yenu mazuri, kwa sababu ya sadaka zenu na kafara zenu. Zina sehemu yake, lakini sio kuwafanya mwendelee kuwepo, maana hata hizo kafara zenyewe na sadaka zenu nimewafundisha mimi. Umewahi kumwona mtu ambaye unamkosea alafu anakufundisha namna ya kumwomba msamaha? Ndiye anayekubembeleza na kuambia nisamehe. Unasema mchungaji, sikuelewi. Kwa taarifa yako, unapomkosea Mungu, kile kitu ambacho kinakuambia omba msamaha ni yeye mwenyewe kwa njia ya Roho wake. Uniambie wewe umechangia nini hapo, ili leo uanze kuwa na kiburi cha kujiona kwamba nilipomwomba msamaha kwa uchungu sana ndipo akanisamehe? Ni neema kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mtu awaye yote asije akajisifu. Mungu ni pendo. Upendo wake ndio unaotuvuta. Upendo wake ndio unaotusemesha ndani ya moyo. Upendo wake ndio unakusemesha wakati unapopitia magumu. Roho wake ndiye mshauri anayekushauri wakati wote huo. Sikiliza hiki anachosema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Yakobo sura ya 1 fungu la 17, Kiswahili cha kisasa anasema, kila kipaji chema na kila zawadi kamilifu hutoka mbinguni, hutoka kwa Baba muumba wa mianga, ambaye habadiliki wala hana alama yoyote ya kigeugeu. Kwa ikiwa kuna chema chochote ambacho umekipata kwenye maisha yako, sio ujanja wako. Ikiwa ulilima shamba ukapata mazao, sio kwa sababu ya akili yako. Yeye ndiye aliyekuongoza hadi ukapata hayo mazao, ila tu kibinadamu kuna saa tunajisifia sisi wenyewe. Ikiwa ulitoa spichi nzuri watu wakaipenda hadi ukapewa ajira, sio akili zako nyingi, alikuwezesha yeye mwenyewe, msifu yeye mwenyewe. Ikiwa ulipata hekima ya kuiendesha ndoa yako vizuri wakati inapokaribia kuharibika, lakini ukapata ile hekima, hata kama ulisoma kitabu ukapata ujuzi wa namna ya kuishi na mume wako, namna ya kuishi na mke wako, ile hekima ni yeye ndiye aliyekupatia. Hicho kitabu hata kama kimeandikwa na mtu ambaye hata hamjui Mungu, ile akili ya kuandika Mungu aliishusha kwa huyo mtu. Mungu atusaidie sana hapa. Anasema kila kipaji chema na kila zawadi kamilifu hutoka mbinguni. Ndio sababu nawaambia watu, hata ukienda hospitalini ukatibiwa na daktari ukapona, ni Mungu aliyekuponya kupitia daktari. Zama zile kulikuwa na miungu wengi sana, na kila mungu alikuwa na jina lake, na majina ya miungu yalipelekana sana na tabia zao, uwezo wao na kila kitu chao. Kwa hiyo Mungu anapoongea na Musa anapomuuliza Mungu ya kwamba jina lako ni nani, anahitaji kuelewa uwezo
uwezo wa Mungu jinsi ulivyo, anataka kuelewa nguvu yake jinsi ilivyo. Maana zama zile kila taifa lilikuwa na Mungu wake, na kila Mungu wake alikuwa na uwezo wake. Kulikuwa na Mungu wa moto, kulikuwa na Mungu wa maji, kulikuwa na Mungu wa mazao, kulikuwa na Mungu wa uzazi, kulikuwa na Mungu wa fedha. Yani kila kitu, kila taifa lilikuwa na Mungu wake. Kwa hiyo Mungu anapoongea na Musa, Musa anamuuliza, jina lako ni nani? Mungu anamjibu Musa, anamwambia, mimi niko ambaye niko, nitakuwa yule ambaye nitakuwa. Mungu anaeleza uwezo wake, ya kwamba yeye anabadilika, si tabia yake ila utendaji. Kwa usije ukashindwa kutofautisha hili. Mungu ni yeye yule siku zote, lakini utendaji wake huwezi kumfunga kwenye chupa. Huwezi kumwambia Mungu ya kwamba atabaki kwa hivi. Kwa angejitambulisha kama mwamba, siku atakapokuja kama moto, huenda wangemkataa. Kwa hiyo nitakuwa vile nitakavyokuwa. Haijalishi unapitia katika ugumu kiasi gani, Mungu atakuwa hivyo atakavyokuwa. Atakuwa daktari kwako, atakuwa mchungaji kwako, atakuwa kila kitu kwako. Kwa hiyo anajitambulisha kwenye Agano la Kale kama mchungaji. Kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 fungu la 11 anasema, atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wana kondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao atawaongoza pole pole. Hey, sikia tabia ya Mungu ilivyo ya ajabu hapa anavyojieleza jinsi alivyo. Nairudia tena, atalilisha kundi lake kama mchungaji. Kwa mchungaji analisha kondoo wake akiwajua kwamba ni wa kwake. Kuna hali ya umiliki, kwamba hawa ni wa kwangu, kwa kuna namna na watunza. Hiyo ndio tabia ya Mungu kwako wewe unanisikiliza sasa hivi. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wanakondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, na wanyonyeshao atawaongoza pole pole. Katika ukuaji wako wa kiroho wa kutokuelewa vizuri mambo ya kimungu, Mungu atakuchukua kama mwanakondoo anayenyonya, atakubeba kifuani mwake, atakuchukua jinsi ulivyo, atakuchukulia jinsi ulivyo, hadi utakapokomaa na kukua kiroho na kufikia levo anayohitaji ya kula majani, na katika majani yenyewe pia atakuongoza katika majani mabichi. Yeremia 23 fungu la 3 anasema, nami nitakusanya mabaki ya kundi langu katika nchi zile zote zilizowafukuza, nami nitawaleta tena mazizini mwao, nao watazaa na kuongezeka. Mungu anaongea hali yako ya kutawanywa sasa. Mungu anaongelea hali yako ya kutawanywa katika magonjwa. Mungu anaongelea hali yako ya kutawanywa kiuchumi. Mungu anaongelea hali yako ya kutawanywa kiroho. Hata kanisani huenda unaogopa kwenda. Unaona kwamba usiende tena kanisani, maana unajiona kwamba we ni dhambi. Umetawanywa, ni mdhambi, umetawanywa, mpelekwa mbali. Mungu anasema bado anakutafuta, bado anahitaji ya kukusanye, bado anahitaji ya kuleta katika zizi lake, bado anahitaji ukaongezeke. Baada ya hapo, Mungu hakutazami ulivyo, anakutazama vile ambavyo ungetakiwa kuwa. Kama vile mfinyanzi anavyotazama lengo la chombo chake anachokusudia. Wakati ule analiona tope, lakini akilini ana chungu. Wakati ule anaona tope, lakini akilini ana kikombe. Wakati ule anaona tope, lakini akilini ana sahani. Ndivyo Mungu anavyokutazama. Ninajua kabisa ya kwamba unapitia katika hali ya kukata tamaa. Matendo yako ni maovu, unajiona umetupwa, unajiona hufai. Hata wakati mwingine usiku unapohitaji kulala, unaogopa hata kusali, maana unawaza, je, Mungu atasikia maombi yangu? Nahitaji nirejeshe tumaini jipya tena kwako. Mungu ndiye mchungaji wako, anakuchukua kama mwana kondoo. Dhambi unazotenda ni sawa na kondoo ambaye amekwenda kula majani yenye sumu. Sio kazi ya kondoo kutafuta dawa ili aweze kutoa sumu katika tumbo lake, ni kazi ya mchungaji. Sio kazi yako wewe kuondoa sumu ya dhambi katika mwili wako, katika damu yako. Ni kazi ya mchungaji ambaye ni Yesu Kristo. Ataiondoa hamu ya pombe katika maisha yako, ataiondoa hamu ya bangi katika maisha yako, ataiondoa hamu ya dhambi katika maisha yako,
atakutengeneza nawe utakuwa vile anavyotaka. Bwana ndiye mchungaji wangu. Kwenye Agano Jipya pia anajitambulisha kama mchungaji. Yohana sura ya 10 fungu la 14 anasema, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Nataka nikupe habari njema. Ikiwa umesikiliza kipindi cha leo, haijalishi unakisikiliza ukiwa wapi. Inawezekana unakisikiliza ukiwa nyumbani kwako, inawezekana unakisikiliza ukiwa mahala fulani kwenye gari, inawezekana ni mtu tu amekutumia ujumbe huu ili uweze kusikiliza. Habari njema ni hii: kitendo cha kuisikia hii sauti, hiyo ni dalili ya kwamba we ni kondoo wa Mungu. Haijalishi uko baa sasa hivi unavyonisikiliza, haijalishi uko kwenye mazingira gani, kitendo cha kuisikia hii sauti ni kwamba tayari wewe ni mtoto wa Mungu. Anahitaji akutoe hapo ulipo, akuingize katika zizi alilokusudia. Angalia kile ambacho kinasemwa hapa, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Fungu la 15, kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Yesu anasema ikiwa kuna shambulio litakuja katika maisha yako, ikiwa itagharimu maisha ili tu nikutetee wewe, nitakutetea. Hiyo ni sauti ya Yesu, ndicho anachokisema sasa. Yesu anasema ikiwa itagharimu, na ndivyo alivyofanya kweli. Alitoa uhai wake kwa ajili yako wewe ili uweze kupata uzima wa milele. Unaweza ukaniambia, mchungaji, lakini niko kitandani naumwa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Wewe unapona kwa kupigwa kwake. Unaweza ukasema, lakini mchungaji, ninapitia ugumu sana wa kiuchumi. Yeye ndiye ambaye alimwambia Petro, nenda ukavue samaki na utatoa shekeli ukalipe kodi. Yeye ndiye ambaye alimwongoza Elisha akaenda kwa mwanamke mjane ambaye alikuwa ana deni kubwa ambalo ilikuwa inakaribia familia yake kuuzwa katika biashara ya utumwa, lakini akamwambia, una nini nyumbani kwako? Mama anasema, sina isipokuwa chupa tu ya mafuta. Wakati mwingine unaweza ukaona vile ulivyo navyo kana kwamba huna, lakini katika hicho licho nacho ndicho Mungu atakitumia kwa ajili ya kuzalisha majibu ya matatizo yako. Yule mwanamke mjane Elisha akamwambia, nenda ukajifungie na watoto wako, lakini nenda ukazime vyombo tupu kwa majirani, na ile chupa ukamimine mafuta katika vyombo, na vyombo vilijaa. Mungu awezaye kujibu kulingana na mazingira yetu ndiye Mungu ambaye nakuletea habari zake leo, ndiye Mungu ambaye nakuambia habari zake leo. Lakini katika sura ya 10 fungu la 16 ya Yohana anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao pia imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Tumebaguana wakati fulani kwa sababu ya tofauti zetu za kimadhehebu, tumebaguana kwa sababu ya tofauti zetu za kidini, lakini Yesu anasema kwamba ana kondoo ambao sio wa zizi hili. Hawa nao lazima waitwe. Kwa hiyo kuna watu ambao utawaona hawaamini sawa na yule wanavyoamini, lakini Yesu anasema na hao pia anahitaji kuwaita ili pawe na mchungaji mmoja na kundi moja. Kwenye Zaburi ya 23 utaangalia kile ambacho mchungaji anakifanya. Ukiangalia Zaburi ya 23 ile, Bwana ndiye mchungaji wangu, kuna vitu ambavyo anavifanya pale huyu mchungaji, na hivi vitu ambavyo vyote anavifanya anakufanyia wewe unanitazama leo. Anakutendea wewe hivi vitu vyote ambavyo amevitaja kwenye Zaburi ya 23. Leo ni viguse vichache tu. Cha kwanza kabisa, anakuongoza katika chakula na kinywaji sahihi. Kuna wakati, hata wewe ni shahidi, tukiwa sisi ni wagonjwa au tukiwa tunapatiwa matibabu fulani, kuna baadhi ya vyakula hatuvitaki na kuna ambavyo tunavitamani ambavyo sio salama. Mungu anapohitaji kukutengeneza akurudishe katika mstari, atakuongoza mwenyewe kwenye chakula ambacho ni sahihi. Hajasema kitamu, amesema sahihi. Kwa hiyo kuna chakula kingine tunakipitia kwenye maisha yetu, sio kitamu, lakini ndicho sahihi. Mimi ni kati ya wale watu ambao wanapenda sana kusoma tafiti mbalimbali kwa ajili ya afya na vyakula. Nimehitimisha hivi: asilimia kubwa ya vyakula vinavyopendwa na vitamu sio sahihi kwa miili yetu. Soda, pombe, wine, tena ile tamu, na soda tamu, chai tamu, wali mtamu nzuri kabisa, pilau, ugali wa sembe, vyote ukiviangalia unaona kama ni vizuri, juice nzuri hapa mdomoni, lakini sio sahihi kwa mwili wako.
Wakati fulani Mungu ataruhusu upitie magumu na machungu, sio kwa sababu anakuchukia, ila ndiyo tiba ya kuondoa ugonjwa katika maisha yako. Nenda kaangalie vyakula kama nyanya chungu. Zenyewe zinaitwa nyanya chungu, sio tamu kabisa, ni chungu, lakini tiba katika mwili wako, hasa kwa wanaume. Nenda kaangalie matango, halina ladha yote mdomoni, tasteless, lakini ni zuri kwa afya yako. Wakati mwingine tunapitia magumu kwenye maisha, sio kwamba Mungu anatuchukia, ila ni kwa sababu Mungu anatuandaa kwa baraka kubwa baadaye. Anatujengea misuli ya kiroho, ili baraka inapokuja tuweze kuihendo, tuweze kuibeba, isije ikatuangusha, isije ikatumaliza. Mungu anachokifanya katika Zaburi 23, anakuongoza katika chakula na kinywaji sahihi. Zaburi 23 fungu la 2 anasema, hunipumzisha kwenye malisho mabichi, huniongoza kando ya maji matulivu. Sio maji ninayoyapenda, ila maji matulivu. Anapoongelea habari ya maji matulivu, zama zile kondoo walikuwa wanakwenda kunywa kwenye maji yaliyotulia. Lakini maji yaliyotulia sio kutulia tu, lakini yasiyo na madhara. Maana kulikuwa na viumbe wanaowachukua kondoo na kuwabeba kama mamba. Viumbe kama mamba wakiwa katika maji, kondoo anapokwenda kunywa maji, mamba anakuja anamchukua yule kondoo moja kwa moja. Lakini hapa anasema kwamba Mungu atakuongoza katika eneo ambalo lina utulivu, maji yenye usalama. Ndicho kiburudisho. Namba 2, Mungu anaipa nguvu nafsi yako na uongozi njiani. Mungu anaipa nguvu mpya nafsi yako kwenye maisha ya ndoa, kwenye maisha ya uchumi, kwenye maisha ya afya ya mwili wako, kwenye maisha kule kanisani, kwenye maisha ya mahusiano na majirani zako, kwenye maisha ya kawaida. Kuna wakati unapatwa na mambo mpaka unajisikia kuchoka. Mungu anakupatia nguvu mpya. Ni sawa na kondoo anayetembea akiwa ametoka safarini wakati amechoka. Mchungaji mzuri anamchukua kondoo aliyechoka na kumweka mgongoni na kumfikisha panapohitajika. Wewe unayenitazama ambaye umechoka kwa sababu ya changamoto, sikia sasa Mungu akiwa anakubeba katika mgongo wake, akikutazama kwa upendo. Sura ya 23 ya Zaburi fungu la 3 anasema, na kuirudishia nafsi yangu nguvu mpya, huniongoza katika njia sawasawa kwa hisani yake. Hili neno nimelipenda sana la Kiswahili cha kisasa, hisani yake. Mungu anapokusaidia ni kwa ajili ya hisani yake, sio kwa sababu ya wema wako, sio kwa sababu ya utakatifu wako, ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Jambo la 3, anatoa ulinzi maeneo ya hatari. Unapokuwa naye kama mchungaji wako, hajakuambia hutapita katika maeneo ya hatari. Wanyama wanaochungwa wanapita maeneo yenye nyoka, wanyama wanaochungwa wanapita maeneo yenye fisi, lakini ni kazi ya mchungaji kuhakikisha kwamba wanafika salama. Rafiki yangu katika kitabu cha Zaburi 23 fungu la 4 Kiswahili cha kisasa anasema, nijapopita katika bonde la giza kuu la kifo, sitaogopa hatari yoyote, maana wewe Mwenyezi Mungu u pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanilinda. Unapokuwa naye katika maisha yako, haina maana ya kwamba hutapita katika mabonde ya hatari. Utapita kwenye mabonde yenye simba, utapita kwenye mabonde yenye chatu, na watakutishia na kukusogelea, watajaribu kukumeza, lakini atakuja na gongo lake atawapiga. Nami na kuombea leo unanitazama, Bwana na akawapige chatu wanaokufuatilia. Bwana akawaangamize simba wanaohitaji kukurarua. Bwana akawasambaratishe chui wanaojaribu kuharibu biashara yako, wanaojaribu kuharibu ndoa yako, wanaojaribu kuharibu uchumi wako, wanaojaribu kuharibu maendeleo yako ya kimasomo, wanaojaribu kuharibu uchumi wako. Gongo la mchungaji wetu likawasambaratishe kwa jina la Yesu Kristo.
Kristo. Jambo la 4, Bwana anaandaa mema mbele ya adui zako. Kumbuka, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya mamlaka, juu ya wafalme, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Shetani na maadui wote watakuja katika sura za binadamu. Usimuone binadamu, muone shetani ndani yake. Na Mungu anakutangazia leo, anasema nitakuandalia sherehe mwanangu, nitakuandalia meza, nitakuandalia mbele ya adui zako wakiwa wanatazama. Ndipo fungu lile la 5 anasema, umeniandalia karamu mbele ya maadui zangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu umekijaza mpaka kufurika. Mafuta yanayotajwa hapa ni anointment, ni anointing. Mungu anakupaka mafuta ya kukuweka katika nafasi aliyokusudia, ya kukuweka kwenye cheo alichokusudia. Ndio maana ya mafuta. Wafalme walikuwa wanapakwa mafuta, makuhani walikuwa wanapakwa mafuta. Mungu anakupaka mafuta ya kukuketisha katika ofisi aliyokusudia uketi. Huenda ikawa ofisi ulioko leo au kazi unayofanya ni ya muda tu. Ni sawa na Yesu alipokuwa anafanya kazi ya ukapenta, lakini lengo ilikuwa ni masihi wa ulimwengu. Kuna kazi ya muda unayofanya, kazi ya muda tu. Kuna mahali Mungu amekusudia. Watu wamekuzomea, wakakuona kama vile we ni maskini, fukara, usiyefaa, lakini atakupaka mafuta mabichi tena. Bwana atakuwekea mafuta katika kichwa chako, tena yatafurika. Maana ya kufurika ni nini? Yatamwagika mpaka watu watayaona. Watu wataziona baraka ambazo Mungu amekupangia, na sherehe itakuwa mbele ya maadui zako. Nikukumbushe tena, maadui zetu sio watu, ni roho ya shetani ndani ya watu, nayo itaona, nao wataona kile ambacho Bwana amekusudia katika maisha yako. Bwana na akupatie haya mbele ya maadui zako. Bwana akarejeshe tena biashara yako iliyokufa. Bwana akarejeshe tena afya yako iliyokuwa imepotea. Umedhoofu ya kutosha, Bwana akakurejeshe tena afya yako. Jambo la 5, anakupa wema na kukupa fadhili. Ndipo anasema, kwa kweli wema wako na fadhili zako zitakuwa pamoja nami siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Hilo ni fungu la 6. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu hajakuacha. Sijui unapitia nini leo. Ninakuachia dakika chache uongee na Mungu, mwambie kile ambacho unakipitia sasa. Na baada ya ukimya wa maombi ya moyoni, ndipo nitaomba nikihitimisha kipindi cha siku hii ya leo. Popote ulipo, kwa mazingira uliopo, kila mmoja afanya kulingana na mazingira yako. Ikiwa uko nyumbani, unaweza ukapata utulivu, ukafumba macho yako na ukaongea na Bwana, sawa. Ikiwa upo kwenye gari unasikiliza kupitia simu yako, unaweza ukapata kaukimya ka dakika moja, mwambie Mungu. Endelea kuomba ndani ya moyo wako.
endelea kutaja zile changamoto zako, endelea kutaja yale mambo mazito unayoyapitia. Hayo mambo yape taarifa, yaambie Bwana ndiye mchungaji wangu. Uambie ugonjwa wako sasa, Bwana ndiye mchungaji wangu. Changamoto yako ya ndoa yako, iambie hiyo changamoto, iambie Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Changamoto ya kiuchumi, kukosa ajira, iambie hiyo changamoto, Bwana ndiye mchungaji wangu. Endelea kuomba kimoyomoyo, endelea kuomba. Mimi nakuongoza tu, endelea kuomba, endelea kutaja ndani ya moyo wako, endelea kutaja. Ni kufeli darasani, ambia failure ya darasani. Masuala ya kuanguka kitaaluma, academic, iambie Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu. Kuna watu wamekusengenya, wamekuzushia maneno mpaka unajiona kwamba wewe umenuka, hufai. Hiyo changamoto, hiyo uzushi, uambie Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu. Nami ninakutangaza, endelea kuomba kimoyo, endelea kuomba. Leo endelea kuomba kimoyomoyo. Bwana atakuandalia sherehe machoni mwa wote waliokuona wewe ni duni. Inawezekana sasa hivi unapoendelea kuomba kimoyomoyo, una mkakati wa biashara kubwa, maendeleo makubwa, na unaona kama kuna ugumu mbele yako, mambo ya Bwana ndiye mchungaji wako. Leo mwambie Bwana, Bwana ndiye mchungaji wako, Bwana ndiye mchungaji wako. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu na Baba yetu, ninakushukuru sana kwa siku hii ya leo. Asante kwa jinsi ambavyo umekuwa nasi kwenye kipindi hiki. Hata kama changamoto ilitokea, lakini ukaturudisha hewani tena. Nami nakusihi, kila aliyeleta jambo na hoja leo, ukamtendee sawasawa na wingi wa fadhili zako. Ukaihuishe nafsi, ukaipatie nguvu mpya nafsi iliyochoka. Mtazame mtoto wako ambaye amepitia changamoto mpaka nafsi imechoka. Mtazame yule aliyepoteza fedha, amejaribu kuzitafuta na amejaribu kuzirejesha, imeshindikana. Mpe nguvu mpya na ukamrejeshee. Naomba kwa ajili ya wale wote ambao wanapitia changamoto ya kupoteza ndugu zao, wengine wametekwa nyara, Baba, naomba ukawavute pale walipo, ukawarudishe. Wengine wana mmoja ambaye anafuatilia sasa, mtoto wake amepotea, hata hajui atampata kwa njia gani. Malaika waende wakamkamate na kumrudisha, akaonekane tena na akarudishwa katika familia. Angalia ndoa ile ambayo inakaribia kuvunjika, leta amani Bwana, ukawe mchungaji. Ninakusihi ukalete afya njema, mwili uliopondeka. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao wana changamoto ya kiafya, ukawapatie uponyaji. Changamoto ya kiuchumi, changamoto ya kimahusiano, changamoto za kule kazini, changamoto zote, wewe ndiye mchungaji wao. Asante sana maana umesikia. Asante maana tayari unaanza kutenda. Aliyefungwa na nguvu za giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nguvu zote chafu zikaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, maana unatenda zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina lako tumeomba na kuamini. Amen.